Mbona unaniangalia usemi chochote? Na kuangalia jinsi ulivyo mzuri. Nafikiria nikupe zawadi gani. Unaniruhusu nichague? Chagua. Nataka tunda. Aya basi ngoja mimi niwahi nyumbani. Hutaki kunipatia zawadi yangu nilokuambia? Sio kwamba sitaki. Nasubiri wakati sahihi ufike. Ina maana huo wakati sahihi bado tu hujafika? Wakati sahihi umefika. Mzito. Hii ndio zawadi uliokuwa umeichagua. Nahisi nisingekupa hichi ambacho unakipenda, huenda ungenichukia. Hapana Kobela, usiseme hivyo na wala usifikirie hivyo. Mimi kukuchukia siwezi, na ndio maana nimekuomba kitu ambacho una uwezo nacho. Sitaki kukuacha. Umesema vizuri sana Nzito. Hata mimi nilishangaa. Kwa nini umechagua tunda? Shika zawadi yako. Unaniruhusu nilile hapa? Nzito, sio kila kitu lazima uniombe mimi ruhusa. Hebu chagua wewe, kipi ni sahihi kwako? Nitaenda kulala nyumbani. Hapa naona aibu, utakuwa unaniangalia ninapotafuna. Nitafumba macho. Na kujua wewe huwezi kufumba, lazima tu utafumbua. Sawa. Mimi ngoja niende nyumbani. Au kuna kitu unataka kuniambia? Hapana. Hili tunda limewaka rangi juu, kila mtu analimezea, mimi nalikuwa tu. Wamelizunguka mezani, macho yote juu yake, wanagombania kipande, wakidhani roho itatulia. Sana na kichwa pia. Yaani nasikia kizunguzungu. Hali yangu ni mbaya sana. Njoo nyumbani basi unisaidie, unipeleke hospitali. Kobela, niko serious, kuchelewa na kufa. Indonesian pop, sauti ya chumbani, naanza pole pole, tunda wewe ni nani? Tunda, tunda.
Indonesian Pop, sauti ya chumbani. Naanza pole pole, tunda wewe ni nani? Kwa nje umeng'aa, ndani kuna giza. Umewekwa mezani, unanivutia. Rangi zako safi na kuangalia, moyo unacheka, sijui hadithi yako ya ndani. Tunda umeoza ndani, kwa nini ulinificha? Umevunda kwenye siri zako moyoni, nilikununua kwa gharama. Roho yangu ulinipendeza machoni, kumbe umeniumiza. Tunda umeoza ndani, asante kwa somo. Umenifundisha sura sio roho, kwa nje mzuri, mtamu kwenye ndoto, lakini moyoni umesharibika. Na huo ndo mwisho wa hadithi yetu. Tumejifunza mengi sana kwenye hii hadithi. Tumejifunza kwamba usimwamini mtu kwa kumwangalia tu. Mfano wa Kobela. Kobela aliliamini lile tunda kwa kuliona, lakini kumbe ndani lilikuwa limeshaharibika, limetengeneza bakteria. Na hao bakteria wanaitwa microorganisms. Na hao ndo wamesababisha kifo cha Nzitu. Kwa nini wamesababisha kifo cha Nzitu? Wale bakteria wakiingia kwenye mwili wa binadamu ambao hauna kinga iliyokamilika, wale bakteria wanatengeneza homa, wanatengeneza kichwa kuuma, wanaweza kukusababishia ukawa unatapika mara kwa mara. Kwa hali hiyo ikikutokea, na kama una kinga pungufu na ukashindwa kuwaishwa hospitalini, inapelekea binadamu kufariki. Na ndicho ambacho kimemtokea Nzitu. Nzitu alikuwa na kinga pungufu na pia alicheleweshwa hospitalini, ndicho kilichosababisha yeye akafariki. Kwa hiyo nyie ni wadogo zangu, bado mnakuwa. Kwa katika ukuaji wenu, msije mkaamini mtu kwa kumwangalia kwa macho. Watu sasa hivi wameshaharibika ndani kwa ndani. Kuna watu sasa hivi wamependeza, ni wazuri, lakini kumbe ndani wameharibika. Ulinijia kama tunda, umeng'aa juu ya meza. Kila mtu anakutamani, macho yangu yakateleza. Nikakushika kwa mikono, nashuka moyo unavyong'aa. Nikaamini umebarikiwa, sikujua ndani umekauka. Tunda, tunda, umenidanganya, nje umeng'aa, ndani umetia uchungu. Niliotesha tumaini juu ya ulimi, nimevunja meno kwenye sumu yako. Tunda, uko tamu macho yakikuona, lakini roho yangu imechomeka kwa makucha.